Yeah, ni kama kawaida ni mwendelezo wa vipindi vyako ambavyo vinakujia katika account ya Pro Digital Pix Production ambavyo vinarushwa katika account ya YouTube kila siku ya Jumatatu. Uko na mimi presenter wako Jerry. Leo niko na watu hapa wachache ambao tutaenda kupiga nao story mbili tatu. Design kama sauti yangu haiko vizuri, yani ni mafua hivi siku mbili tatu, vumbi nini mjini ama nini. Tunaenda kupata short break, then tukirudi tutapata utambulizi kidogo wa tuko na kina nani, wanafanya nini pia katika mazingira ambayo tunayaishi. Ama nini? Ciao, let's party short break. Tumerudi tena. Ni kama nilivyoweza kuambia hapo awali, naitwa Jerry, presenter kwamba nakuletea kipindi hiki hapa cha Interview Day ambacho kinarushwa kwenye account ya YouTube ya Pro Digital Pix Production. Ndio account ambayo unaweza kupata vipindi hivi hapa vyote na vitu vingi sana. Pia apart from kurusha vipindi, kumbuka tena kampuni hapa ya production inafanya vitu vingi sana kama vile kushuti music, harusi, sherehe kibao ambazo vinafanywa na vitu hivi hapa. So ndani ukiingia kwenye ile pale account unaweza kukutana na vitu vingi ambavyo vinaweza vikakuhamasisha wewe mwangaliaji au wewe Mtanzania wa kileo kufanya vitu vyako vyenye uhalisia na vyenye quality nzuri. Lakini bila kusahau kinaendeshwa na Pro Digital Pix, lakini pia tuna wadhamini wetu ambao wanatufanya kila siku tuweze kuruka hewani na hivyo vipindi viende sambamba. Hawa hapa si wengine, ni Rama M-Pesa. Rama M-Pesa ndio anaweza ni mdhamini wa kipindi hiki hapa, anayekufanya vitu vyako vyote vya kifedha vile katika uangalifu, na sasa hivi amekupa huduma nyingine bora zaidi ambayo ni huduma ya kibenki ambayo unaweza ukalipa ada, unaweza kufanya vitu vingi sana kupitia hapa. Ni Rama M-Pesa, anapatikana maeneo ya Waziri pale. Ama nini? Leo tuko na watu wetu hapa. Hizi mbona kama menune hivi? Nimechoka sana au? Kawaida nafuta sawa. Au sio? Kabla ya awali ya yote ya kwanza na kabla labda tuendelea mbele, ningependa labda nianze na utambulisho, labda nianze na upande wa kulia au kushoto. Lakini siku zote wanasemaga ladies first. Au nini? Inaweza kuwa kinyume. Kinyume utakuwa unakosea msemo bobo umeko zamani. Labda tuanze na dada hapa kwa utambulisho. Kwa jina naitwa Rosemary Vincent. Jina sanaa ni Rose. Kwa hiyo wewe ni msanii. Ama ni lakini kwa sanaa hii kati ya kwamba kitabu. Wasanii wa Mungu. Kwa hiyo wote hapa ni industry ya Mungu. Okay, fine. Next hapa dada yetu. Naam. Bro wale. Ya, kwa jina naitwa Emmanuel Jonas Gembe. Kwa jina la kazi ni kama Gembe. Amani. Msanii. Kwa nini unapenda kutumia gembe? Kwa nini usingeweza kutumia gembe? Napenda kutumia gembe kwa sababu kwanza gembe ni kitu ambacho ni mti ambao ngumu, mti ambao katiki ovyo ovyo. Alafu kitu kingine, huo mti unatoa faida, yaani unaleta faida kwa sisi wanadamu kama hivi. Kama hapa kuna kitu hiki hapa kiko familia yetu. Kuna kiti nimekalia hapa. Kwa hiyo kana hii. Unahisi jina linaweza likaweka mandhari ya wewe mwenyewe ulivyo. Ni ngumu kama hilo jina linavyoelezea. Niko tena zaidi yake, zaidi ya bwana jamaa ametisha sana. Hiyo shara sana. Tunafuata kwa mfano. Yeah, kwa jina naitwa Shabani Alfani au jina naitwa Shabani. Manifanisha sana wale mwandishi wa vitabu vingi sana kwa sababu tunafanya kazi ya kuandika na pia ni director wa sawa. Yeah. Okay, thanks. Pale mwisho tunamalizia. Anabeki mkubwa ni Kwa jina naitwa Lazaro Marekani. Lazaro Marekani. Yeah, Jina Marekani kwa mkononi. Hilo jina ni halisi. Okay. Ni jina original sio la kuchakachua na sio kama yaani ni jina original na ukoo. Okay. Marekani vile vile ndio jina natumia kwenye sanaa hii. Kwenye sanaa. Pia ni mwenyekiti wa project. Kama unaweza kuona movie nyingi zinarushwa kwenye television, kwenye CDs, siku hizi ukipita mtaani watu wanauza vitu kibao. Lakini na hii hapa inaweza ikawa ni moja kazi ya sanaa ambazo zinaendelea kufanyika nchini Tanzania. Tunaona kuna vikundi vingi, kuna vitu vingi ambavyo vinafanya. Lakini labda ningeweza kupata huyu ni mwenyekiti.
Na labda mwenyekiti, ningeenda kwanza na wewe kwa sababu inaonekana ndio kiongozi wa kundi hapa. Yeye labda kabla kufika mbali, hili kundi linaitwaje? Hili kundi bado hajapata jina. Bado hajapata. Kundi changa. Jina bado hajapata. Ni kundi changa. Kwa hiyo ni kama ni kundi changa, hii movie ngapi mnafanya? Hii movie ya okay. Na ni kwa nini mpaka mmefikia kufanya movie ya pili hamjafikiria kutengeneza jina la movie? Swala kutengeneza jina hilo jambo liko na nini? Liko mezani sasa. Swala jina tuko muda wote tutajitaki tukometa jina kama hili. Je, mwenyekiti, nani mwandishi hasa mkubwa wa story au ni kama kaka alivyosema kwenda anaandika story? Nashajijua mwandishi wa story, naomba tu ongee. Okay. Karibu, labda utuambie mwandishi wa story inahusu nini na ulifikiria nini mpaka ukaweza kuiandika kwa ufupi zaidi? Mara nyingi sisi waandishi tunazungumzia tunafikiria vitu vingi sana mpaka kufika kufikisha ujumbe katika jamii. Kwa hiyo nimefikiria vitu vingi sana ambavyo vinazunguka jamii. Yeah. Kwa hiyo ndio maana ukaweza kuandika story. Yeah. Story inahusu jamii. Na movie inaitwaje? Movie hii inaitwa Mwanga wa Giza. Labda nije kwa dada yangu. Ni msanii gani ambao movie ambaye anakuinspire wewe? Unaangalia unaishi hata siku moja uwe kama yeye. Kwanza Jerry na Oprah. Kwa nini hawa? Napenda jinsi wanavyocheza. Unahisi kwa kiwango chako cha sanaa uliyokuwa nayo, siku moja unaweza ukawafikia wale na kuwapita? Yeah. Are you sure? Yeah. Dada yangu hapa, naona umepata shock ya ghafla. Hapana, kawaida. Kawaida. Wewe ni mtu gani ambaye anakuinspire? Yaani ukimwangalia hivi unaishi kama siku moja hivi, ungekuwepo kama yeye au ungekuwa zaidi yake yeye kwenye industry hapa ya movie? Kweli nampenda sana Jerry. Kwa upande wa Naomi napenda Reigns. Gabriel. Of course kwa hizi naweza nikawapita. Unahisi kuwa kwa kuwapita hawa unahitaji ufanye nini mpaka uweze? Nahitaji kufanya vitu vizuri vya kupendeza jamii. Lakini pia tukirudi kwa kaka yetu hapa. Bwana Emmanuel. Unajua mwanangu jina lako linaendelea na mshika kamera ambaye anashoot vipindi hivi hapa. Nani anaitwa Emmanuel? Kwa hiyo kama umetisha sana mwanangu. Inawezekana wote ni mwezi wa 12. Unaona Ile mwezi wa kwanza. Yeah, of course yes. Bwana umetisha sana. Bwana Emmanuel, nataka nikuulize swali moja la kisha. Una mpenzi? Mpenzi si mpenzi au una? Unajua kama unaye siku akiona hiki kitu mzee atakulaumu sana. No, sina. Nadhani ninaongea na jamii. Unaongea na jamii. Unafikiria nini labda kwa wale ambao guys wanakuwa wanajiingiza kwenye vitu vya hapa mapema? Yaani kabla hata umri hujafika, hajajua hajajipanga atafanya nini hapo baadaye, lakini unaweza kujikuta kwa bahati nyingine ana mtoto au ana mpenzi, anakuwa anajipa majukumu ambayo bado hajafikiria malengo yake. Unawahusia nini watu kama kwanza unajua siku zote mimi najua huwezi kuanzia kwa jirani yako pasina kwako. Yes. Nikiwa namaanisha kwamba mimi kama mimi kuna vitu ambavyo unaviona kwa upande wao. Na kikubwa zaidi cha kuwahusia kwamba kila kitu kina muda wake. Yes. Kwamba muda wako unapokuwa umefika, basi muda wako umefanyaje? Muda wako umefika. Kwa hiyo kama muda wako wewe umeshafika kuingia katika mahusiano, utaingia tu. Kwa nini uwai? Kwa nini unapost kile kitu kwamba wewe katika mahusiano wakati muda wako bado? Mwingine anaona ni swali kwa sababu ni kijana wa kilewa. Kwa hiyo mtu akija mchizi wake la anamwambia mwanangu vipi? Bwana wewe una baby drama nini? Anaona kama sikaachwa sana. Sasa hilo ni tatizo. Kwamba hilo ni tatizo. Siku zote wewe huwezi kwamba kuniambia kwamba uende sehemu basi kujua kwamba unaenda kufanya kitu gani. Sawa, unaenda kujua kwamba unahitaji kitu fulani. Lakini kitu kile unaangalia je, kinakuletea nini? Kina faida ipi kwa wewe? Okay. Umeelewa? Kuna vitu vingine ni vya kuepuka tu. Au si vinaepukika. Kwa hiyo ni kusubiri muda wako. Muda ufike, ukae na mtu mzuri ambaye unamhitaji. Nadhani Mungu anakushushia. Yeah, hiyo hapo iko vizuri sana. Kwa hiyo kwa wale vijana wenye marika na makamu kama ya kwetu,
vitu kama hivyo vinaepukika na vina solution zake. Sawa bwana, kwa kumalizia, maana muda unazidi kutupa mkono, brothers pale, chochote ambacho unacho cha kuongea labda juu ya kundi lenu, maybe mna project nyingine, au labda kuna kitu cha kuongezea, au kuna kitu ambacho unaweza kusema kikawa pia ni faida kwa watazamaji wa kipindi hapa. Wanawake wanasema msanii ni kioo cha jamii, ana uwezo wa kuelekeza jamii, ana uwezo wa kufundisha jamii pia. Kwa hiyo nyie kama wasanii, kwa niaba kwa kifupi, ninapozungumzia hila hapa, naomba ni sawa, nadhani nikukumbusha nazungumzia kwa ile jamii yote na vikundi vidogo. Nadhani hata mtoto anapokuwa mdogo anahitaji maziwa ya mama ili aweze kukua. Kikubwa hapo nahitaji wadhamini, si mimi tu, hata wale vikundi vingine vidogo, sio lazima waje kwao. Hata wale wengine ambao hawako pale wanahitaji wadhamini. Wadhamini ni watu muhimu sana ambao wanaweza kuipelekea sanaa yetu ikawa kubwa zaidi, ikawa nzuri zaidi, ikapendeza zaidi. Sawa? Na jambo lingine, wasanii tujitume na tuwe na moyo wa kufanya kazi, kwa sababu sisi hatuwezi kufanya tu kazi kama wale wasanii wakubwa. Lazima tuanze na changamoto kama wao. Na ndio maana mtoto anapokuwa, nazungumzia mtoto kwa sababu ina reality fulani. Mtoto anapoanza kutembea huwa anaanza kuumia magoti. Kwa sababu anatembelea, unaona? Kwa hiyo na sisi lazima tunaanza kuumia, na then next time tunakuja kufanya vitu vizuri sana, na sisi tunakuwa bora na kazi yetu zinakuwa bora. Mimi nadhani niombe jamii isichukulie sanaa kwamba sanaa watoto tunaruhusiwa kama kuja kufanya sanaa kazi kwamba ni kazi za ubabaishaji, kwamba huko watu wanajiuza. Sisi hatuko hivyo, tuko hapa kwa ajili ya kuelimisha jamii. Jamii yenyewe tu huko ndio inafanya mambo ambayo sio. Kwa sisi tunajaribu kuilazimisha basi ielimike, lakini kupitia sisi jamii inaelimika kweli. Asanteni sana. Bwana jamaa ameweza kufunguka vizuri sana, na pia bila kusahau, unajua wana mengi sana ya kuongea, wana vitu vingi sana vya kuongea, lakini pia tukiangalia na muda wetu unazidi kututupa mkono ama nini. Lakini pia bila kusahau, na kabla kujamaliza, tunakuwa na habari ambazo tunaweza kuwafikishia watazamaji wetu wa kipindi hiki hapa. Juzi kati hapa kulikuwa na mashindano ya tuzo za watu ama nini, lakini pia sitaweza kutaja vipengele vyote ambavyo viko hapa ambavyo ninavyo, lakini naweza nikamention vile vichache tu katika tuzo za watu. Hapa ni washindi wa tuzo za watu. Katika mambo ya movie kuna Wema Sepetu, lakini katika mambo ya music ambao watu wanapendwa kuna Ali Kiba, lakini pia katika watangazaji ambao wanapendwa kuna Dijara Walungu kutoka TBS FM, lakini pia kuna Salim Kikeke, huyu ni mtangazaji wa runinga, lakini Dijara Walungu ni mtangazaji wa radio. Lakini pia katika upande wa Blogspot tuna mtu mzima Millard Ayo, naye pia anaendelea kufanya vizuri. Na tukija kwenye industry ya music tuna mtu anaitwa Ray Vincent, wengine wanapenda kumuita Kigosi, something like that. Pia katika mwigizaji wa kike tuna mtu anaitwa Wema Sepetu, lakini pia mwigizaji wa kiume wa filamu anayependwa zaidi tuna mtu mzima Hamed PhD, mwanamuziki wa kike anayependwa zaidi pia naye tuna Lady JD. Hivi hapa ni vitu vingi ambavyo unaweza kaendelea kuvipata ndani ya Pro Digital Pix Production, ambao wanakuletea vipindi hivi hapa vya interview day. Ni mpaka wiki nyingine tena, muda na wakati kama huu hapa vinaendelea kurushwa ndani ya akaunti hapa ya Pro Digital Production. Leo tulikuwa na waigizaji. Stay tuned, uweze ukajua kesho tutakuwa na nani, tutakuwa na mtu gani, ataenda kuambia nini. Stay tuned, kama kawaida ni presenter yako Jerick, nishika kamera kwangu anaitwa Emmanuel Elias, bila kumsahau Duke. Huyu Duke jamaa mmoja Vidangote ni lighter man, lakini bila kumsahau script man Mr. Dallas, lakini bila kusahau wadhamini wa kipindi hiki hapa ni Rama M-Pesa, wanapatikana maeneo Waziri. Ukifika pale utapata huduma nyingi za kifedha ambazo zitakufanya wewe mambo yako yawe poa, na katika mambo ya kuweka fedha basi pale ndio umefika. Mpaka next time. Stony Wakita kama boy Mula Dakenzis, nafanya kazi kwa bidii Tabole Town, hit military. I'm working hard, Stony Wakita boy, I'm working hard. I got the right to spend my dough, I'm working hard, because nafanya kazi kwa bidii. Haters wanna hate, lakini bado wafiki. Nafanya kazi kwa bidii. Haters wanna hate, lakini bado wafiki. All you rappers get no moolah, your rebel face recession. They say I sound hood every time I'm in my session.